Because of the gospel, God is no longer in heaven. What Jesus is actually implying ni kwamba enendeni ulimwenguni mkaendelee kuwazalisha watu wanaofanana na mimi kitabia na kiasili. Tafsiri ya neno disciple manake limetokana na neno discipline. Manake enendeni mkawafanye watu wenye nidhamu kama yangu. Na anapozungumza kwa habari ya nidhamu, azungumzia habari ya mwili. Anazungumzia kuhusu prototype. Manake enendeni mkazalishe watu wenye aina yangu. Kwa hiyo anarudisha majukumu yale ambayo Mungu alikuwa anayafanya, anayaleta tena kwa wanafunzi wake. Anasema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili. Nao ni kwa namna gani utaweza kuwafanya watu wawe na asili na tabia ya Mungu? Ni kwa kutumia injili. Kwa hiyo injili sio tu habari ambazo unaona watu wameshika microphone wako barabarani wanahubiri, lakini injili ni mfumo wa kifalme ambao unaweza ukawahusianisha watu ambao hawakuwa na Mungu wakawa na Mungu. Kwa hiyo injili ni channel ambayo Mungu anapita kwenda kukutana na watu wake. The gospel is not only about justification. The gospel is not only about salvation. The gospel is not only about you are healed. The gospel is about God has come to the redeemed to interact with them. Because of the gospel, God is no longer in heaven. Kwa sababu ya injili, Mungu hajashikiliwa mbinguni. Mungu hayupo tena mbinguni. Kwa sababu ya injili, Mungu anakaa na wanadamu waliomwamini. Kwa sababu Mungu anataka ulimwengu uweze kuokolewa. Kwa hiyo anawezaje kufanya ulimwengu uokolewe? Kwa kukaa na hawa watoto wake. Na ndio maana anatuita wafalme, tunatawala ulimwengu. Anataka ulimwengu uweze kuokolewa. Kwa hiyo anataka kukaa kwenye agenda yake.